Dada mmoja alikosa mtoto kwa miaka 6, na baadaye akanitafuta kwa ajili ya maombi. Nilipokuwa naomba naye, akahisi vitu vinatembea kwenye mwili wake, na alipohisi vitu vinatembea kwenye mwili wake, in fact tutakuwa na siku ya maombi hapa nitakayowahi vizuri, wenye shida watakuja. Sasa baada ya wiki 2 akaniambia, "Pastor, nimepata ujauzito. Sasa ninaandaa shower jelly." Mnaitwa nini? Inaitwaje? Baby shower. Nikasema ndio nini? Kwanza nikaona maternity ya kina mama wa zamani, ulikuwa ujui mjamzito hadi miezi 6. Lilikuwa likubwa. Siku hizi mimba ni fari, watu wanaionyesha wazi wazi. Mtu anavaa nguo mpaka humu, alafu tumbo linaonekana, amembana mtoto. Alafu sikiliza, kuwa mjamzito ni fahari yako na Mungu. Hapaswi mtu kujua. Mimi nakutana na watu wanaokula nyama za wajawazito. Yaani ukionekana tu mjamzito, mtu anakufanyia mambo, mimba imetoka, kumbe amekula. Sikiliza, kuna vita kubwa kwa wajawazito. Kuna vita kubwa. Maana wewe mama unaumba pamoja na Yesu. Mikono ya Yesu inakuwa ndani ya tumbo. Yesu angeliweza kuja kutengeneza mtoto alafu akakupa, akasema nitaumba na mama. Kina baba msijisikie vibaya. Anayetengeneza mtoto ni mama kwa kushirikiana na Yesu. Yesu anaweka masikio, anaweka kichwa ndani ya tumbo, anaweka utumbo, anaweka meno. Baba hivi vitu vilitoka kwako au kwa mama? Msijisikie vibaya. Yesu anafinyanga. Kwa shetani, kwa sababu huyu mama anaumba pamoja na Yesu, anapeleka mikuki yote kwake. Kwa ukionyesha tumbo hivi, ukionyesha unasababisha vita iwe kubwa zaidi. Na shetani haji yeye, anatumia wanadamu. Na kwa sababu ya advantage hiyo ya kina mama kuumba pamoja na Yesu kwa miezi 9, ndio maana Yesu anasema, we mwanaume ukimkorofisha ukiomba sikusikii, ila yeye akikorofisha akiomba namsikia. Funguo ya mafanikio ipo kwa mkeo. Hakikisha mkeo anafurahi. Akisikitika tu, Mungu pale pale, hata kama ni mkosaji, pale pale akusikii. Unatafuta hela upati. Hilo ni somo la siku nyingine nalo. Sasa mwingine unakuta anapiga picha, tumbo liko wazi, anapewa eti zawadi. Dada nikamwambia usifanye hayo, akasema, "Pastor, wewe mshamba, mambo haya usifanye, mambo ya kizamani." Jamani, eti mnavyoniangalia mimi, kweli mimi ni wa kizamani? Maana hata mzee kiongozi hajafikia mambo ya kizamani. Eti mimi ni wa kizamani, eti mimi. Akasema, "Tuache pastor, uliomba basi inatosha." Nikaona picha WhatsApp akiwa na tumbo tupu, akapiga. Baada ya wiki 3 mimba ikatoka. Akanitafuta akasema, "Pastor, amekula nyama mtoto wangu. Kuna binti mmoja tulikuwa naye kwenye sherehe pale, ni kama alikuwa anatafuna vitu, wenzangu walimuona, sio kana maandishi ya Kiarabu. Sasa mtoto ameondoka. Pastor, wewe ni mtu wa Mungu." Too late, na hajapata tena mtoto mwaka wa 7. Wewe mama mjamzito, tumia muda wako kumshukuru Mungu chumbani kwa kuomba. Garagara na mumeo kula ukiwa tumbo wazi, ashike lile tumbo muombe. Usitumie kwenda bichi kutukuza shetani na kujisifu. Unajipa utukufu wewe badala ya Mungu. Ole wako. Achaneni na mbwembwe. Si niliwaambia hivi, nimefikeje hapa? Unapopata ujauzito, vaa kistaa.